Sasa nizungumze jinsi gani unaweza ukapambana na vita. Jinsi gani unaweza kupambana na vita. Twende kwa haraka kwa sababu kuna operation kubwa leo itafanyika hapa. Hautatoka hivi ulivyokuja. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Nisomee kuanzia ule mstari wa 11 mpaka wa 13. Ndio. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri. Ikawa alipokuwa karibu akiingia Misri. Akamwambia Sarai mkewe. Tazama. Najua ya kuwa u mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema. Wamisri wakikuona watasema, huyu ni mkewe. Huyu ni mke wako. Kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. 13 nasema. Tafadhali usiseme. Tafadhali useme. Wewe undugu yangu. Iwe heri kwangu kwa ajili yako. Na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Nizungumze jinsi gani unaweza ukashinda vita. Biblia inaeleza habari ya baba yetu wa imani Ibrahim. Yuko safarini anaelekea Misri na mke wake. Kwa sababu Ibrahim halikuwa na uwezo wa kuwasiliana na Mungu, akatambua kwamba katika safari hii tunayoelekea huko mbele kuna hatari. Kwa hiyo maana yake nini? Jambo la kwanza, ili uweze kushinda vita ni lazima utambue au ujue hatari iliyo mbele yako. Kama huwezi kujua, huwezi kushinda, utaingia kichwa, utapigwa. Unaweza ukapita kwenye mambo magumu kwa sababu ya ndugu uliye naye. Umeona hapa habari ya nyumba wanaoishi watu. Baba amesema kaameni kwenye ile nyumba. Katika akili ya kawaida unaweza usielewe. Unaweza ukahangaika sana, lakini kumbe vita ulionayo ni sababu ya nyumba unayoishi. Sio kama unanielewa? Biblia inasema Ibrahimu akaongea na mke wake. Akasema ninajua wewe ni mzuri, na kwa vyovyote vile huku ninakokwenda mimi nitakufa na wewe utabaki hai. Ninaomba ukiulizwa usiseme mimi ni mume wako, sema ni ndugu. Sasa anza kufikiria katika hali ya kawaida. Hiyo ndoa kama ingekuwa na magomvi ndani, nafikiri hapo mwanamke angesema kwamba huu ndio wakati mzuri sasa wa kukubaliza. Wewe si ulikuwa unajidai? Si ulikuwa unanionea? Sasa hapo kuna kitu kingine cha mahusiano, achana nacho. Akasema ninaona hapa kuna shida. Hilo nalo ni somo lingine. Mafuta ambayo yalikuwa juu ya Ibrahim. Maana yake ukimtumikia Mungu, hata adui zako waliopangwa kukuangamiza, Mungu atawaondoa kwenye maisha yako. Sema tena amina. Hiyo ni silaha nyingine. Unaweza kupita katikati ya maadui. Unaweza kupita katikati ya waganga na wachawi, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu iliyo juu yako, Mungu aweze kukuokoa na hizo roho za maangamizi. Maana yake vita ambayo Ibrahimu alikuwa nayo ilitokana na uzuri wa mke wake. Naweza ukashangaa sana. Kumbe kuna mahali nilifika nikakutana na dada moja. Kaniambia baba niombe siolewi. Nilipomwangalia binti ni mzuri kweli. Yeye anafikiri labda ana mapepo. Anafikiri labda kalogwa. Kumbe jinsi alivyo mzuri, vijana wanaogopa kumwambia. Sema hivi kweli atatukubalia huyu? Yaani uzuri wake shetani akaugeuza ukawa ni vita juu ya maisha yake. Kumbe maana yake nini? Maana yake anaweza akatumia hata biashara ulionayo. Anaweza
jirani uliye naye anaweza kutumia hata familia yako. Nisikilize, mama mmoja maeneo fulani huko Tanga alikuwa ni mfanya biashara barabarani wa viazi, anauza na vitunguu, anauza na bidhaa. Kila akijaribu biashara iendi, anachukua mikopo ili biashara ikue, biashara inafilisika, vitu vinaharibika. Sasa angalia, shida ilikuwa nini? Yule mama hakuwa ameelewa kwa muda mrefu, akaendelea kupata hasara. Hakujua hiyo vita inakotoka ni wapi. Nimekueleza jambo la kwanza, tambua hiyo vita yako ni nini. Nini kinasababisha vita yako? Usipigane vita usiyojua inatoka wapi. Usipigane vita bila malengo. Kumbe siku moja Mungu akamsaidia kupata siri. Kuna mchungaji akapita na gari lake, akasimama kwenye ile biashara. Wakati amesimama, anamuuliza mama, hii ndio ya viazi shilingi ngapi? Vitunguu, karoti. Sasa kuna watu pembeni, wafanya biashara wenzake wamesimama, wanamshangaa yule mchungaji ananunua vitunguu kwa yule mama. Wanaanza kuogopa, hivi yule mchungaji anajielewa kweli? Sasa kumbe kuna kitu kilijificha. Yule mchungaji akatoa pesa, yule mama akaanza kulia. Akaulizwa, unalia nini? Akasema, mchungaji, nimefanya biashara kwa muda mwingi napata hasara. Mchungaji alipoomba naye, mapepo yakalipuka. Kumbe kuna vitu alifanyiwa. Wateja wakija, baada ya kuona viazi wanaona vitu vingine vya tofauti. Baada ya kuona nyanya wanaona vitu vingine tofauti. Baada ya kuona vitunguu wanaona vitu vingine tofauti. Naomba nisikilize, tumewahi kukaa na dada mmoja tukaomba naye sana. Kumbe yule dada alikuwa amevalishwa kinyago kwenye uso wake. Yaani vijana wanakuja, baada ya kumuona yeye wanaona vinyago. Maana yake nini? Maana yake kwenye ile biashara kuna vita ilitengenezwa. Wateja wanapokuja, baada ya kuona bidhaa wanaona takataka, baada ya kuona nyanya wanaona takataka. Kumbe kuna wakati lazima uelewe ni kwa nini unapita kwenye hiyo vita. Wakati mwingine sura yako imeshaharibiwa, biashara imeharibiwa, majirani wameharibiwa. Baada ya kukuona wewe wanaona vitu vingine. Sema, nakataa hiyo roho katika jina la Yesu. Shika mkono mzee, mwambie nakataa hiyo roho katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nisikilize, nirudi kidogo kwa Ibrahimu. Wakati Ibrahimu anakwenda katika hali ya kawaida, angekuwa mtu wa kawaida angepigwa ile vita. Angekuwa mtu ana ufahamu angepigwa ile vita. Maana yake, nisikilize, maneno yako mwenyewe yanaweza kawa vita kwenye maisha yako. Sio kama unanielewa? Yaani maneno yako mwenyewe, tabia yako mwenyewe, jinsi unavyoongea wewe, jinsi unavyoishi na watu. Yaani shetani anaweza kutumia chochote kuwa silaha ya kuharibu maisha yako. Lazima hilo ulielewe. Watu wengi wanapambana. Tunaomba ni sawa, tunafunga ni sawa, tunavunja ni sawa, lakini lazima ifike wakati ujue kwamba hii vita niliyo nayo inasababishwa na nini. Usipojua hilo, unaweza kuona vita yako ni kubwa sana. Sasa katika hali ya kawaida hivi, ungewaza kweli kwamba uzuri wa mke wa Ibrahimu ulikuwa unakwenda kusababisha kuondoa maisha yake? Usingeweza kuwaza. Lakini kumbe nyuma ya pazia, kwa sababu ya ufunuo ambao ulikuwepo kwa mtumishi wa Mungu, alijua, akazungumza na mke wake kwamba hii vita mama ambayo ninaiendea, ninakuomba, yani mimi niishi kwa ajili yako.
Na ndio maana wakati mwingine vile vile usipoelewa kama ambavyo vita inaweza ikasababishwa na jirani yako, halikadhalika pia huyo uliokuwa naye anaweza kuwa mlango wa baraka zako. Siko unalijua hilo? Ndio maana unapaswa kuishi na ndugu yako vizuri. Hebu mshike mkono, mwambie nakupenda sana. Yaani huyo ulio naye anaweza akawa sababisho la wewe kushinda vita yako. Ngoja nikupe mfano mdogo nielewe. Nilifika mahali fulani, nikakuta huu mfano, mama njoo samani. Njoo tu haraka samani. Njoo. Na wewe binti njoo. Bwana akubariki. Sasa sikiliza. Binti anaomba, uone vita ilivyo. Binti anafanya nini? Afanyeje? Aolewe. Na anaomba lakini haolewi. Na ni mzuri kama unavyomuona. Halafu Mungu anamleta huyu kijana hajaoa. Akifika hapa lazima aende kwa mama mtu mzima. Ndio anajua nani? Anajua mabinti hapa. Mama, shikamoo, marahaba. Mama, mimi nataka kuoa. Sasa nimemwona binti fulani, anamuonyesha yule. Sasa huyu huwa mheshimu huyu mama. Unanielewa? Kwa hiyo kuna vitu viwili hapa. Baraka zake zinaweza zikatokana na huyu mama, na vita yake inaweza akashindwa kufanikiwa kwa sababu kumheshimu huyu mama. Sasa huyu mama atakachosema, mwanangu, kisikia mwanangu, huyo binti unavyomuona, yaani kielele sio wewe, mfano huyo binti unavyomuona, yani hata kama ulikuwa na sifa, lakini huyu mama ataeleza mambo mabaya. Kwa hiyo mimi ndo nasemaga hivi, yani kama wewe ni binti na upo kanisani na hujaolewa, sio vibaya, lakini kuna vitu unapaswa kuvifanya ili uolewe, maana ni mpango wa nani? Wa Mungu. Kuna vitu usipovijua unaweza ukahangaika sana. Kuna siku nimeenda mahali fulani, subiri ninahubiri. Sasa kwenye vyombo fundi mitambo ni wadada na vijana. Alafu dada mmoja akaja ananiambia, mchungaji niombe niolewe. Sasa nikashuhudia kijana fulani anamwambia, dada fulani, wewe naye wakuniambia mimi hivyo. Sasa wakati huo ameshakuja kwangu niombe fanya nini? Haolewe. Alafu wana vijana wamemzunguka anawajibu vibaya. Hivi mnanielewa? Sasa unafikiri ni shetani au ni kwa sababu hajajua vita inayomzunguka ni nini? Kumbe kauli na tabia zake zinasababisha asiolewe. Kwa hiyo kuna wakati wewe mwenyewe unaweza kuwa sababisho la vitu unayopitia. Sio kama unanielewa? Yaani wewe mwenyewe. Kwa hiyo ili uweze kutoka hapo lazima ujue vita yako ni nini. Vita inaweza ikawa ni wewe mwenyewe. Vita yenu yatoka wapi? Yakobo anasema si umo katikati yenu. Sasa huyu unaomsema vibaya ndo amebeba hatima ya wewe kufanikiwa. Kumbe ningekuwa mimi nafanyeje? Mimi ni binti, sinataka kuolewa. Sasa ningekuwa na heshima kwa wao kaka, ningekuwa na heshima kwa wadada, ningekuwa na heshima kwa mama. Yaani vyovyote itakavyokuwa, lazima kijana akifika angesikia habari zangu mzuri, maana ndizo zinazozunguka. Hivi mnanielewa? Bwana asifiwe. Mabinti mupo, msingangane kukemea mapepo. Kaeni na mchungaji wenu vizuri. Kaeni na wamama walioolewa vizuri. Kaeni na hao vijana vizuri. Vinginevyo mnaweza kuona kizunguzungu, kumbe mnakisababisha wenyewe. Kuna mtu ananielewa hapa? Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unaona Ibrahimu alijua kwamba mbele yangu kuna vita. Na hii vita ili niweze kushinda sihitaji maombi. Ninahitaji kuongea na sala vizuri. Haleluya! Kumbe wakati mwingine ili uweze kuinuka kwenye biashara unahitaji kuongea na yule jirani yako vizuri. Maana ndiye anayejua biashara yako kafanyia wapi na wapi utapata faida. Hujanielewa? Uwezi kushinda vita kama hujajua unapigana vita hiyo kwa sababu gani.
au shida ni nini, au adui ni nani. Sio kama unanielewa? Sasa maana yake huyu akiwa anaongea vizuri hataleta majibu kwamba yani kijana wangu umepata. Umefanya nini? Umepata. Lakini mama akisiliba, mwanangu umesilibika. Tena hiyo ni zege la simenti ile ngumu, umesilibika. Nataka nikusaidie uweze kuelewa kwamba unaweza kuwa mzuri hivyo ulivyo, lakini uzuri wako kakuletea vita huo uliokuwa nao. Kwa lazima ujue namna gani unaishi, namna gani unapigana hiyo vita. Kwa sababu kuna vita zingine sio mapepo, kuna vita zingine sio uchawi, kuna vita zingine ni wewe mwenyewe. Na ndio maana niwasaidie, hata ukienda kwenye Biblia ili uweze kufanikiwa unapoomba, pia lazima ujue. Ngoja nikupe mfano kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza inaelezea habari za mwanamke mmoja aliitwa Ana. Biblia inasema huyu Ana alikosa nini? Mtoto. Hiyo ilikuwa ni vita kwenye maisha yake, anahitaji mtoto. Sasa ona, unaletewa huyo Ana. Sasa unaanza kuomba kwa jina la Yesu, navunja kila pepo, kila nguvu za giza, kila uchawi. Unafikiri hiyo vita utaiweza? Biblia inasema huyu Ana alikuwa amefungwa tumbo na nani? Na Bwana mwenyewe. Kwa hiyo maana yake usipojua unapigana na vita aina gani, utafika mahali utakemea baada ya kumshukuru Bwana. Kuna mahali utafikiria unapiga mapepo, kumbe unaharibu pepo kwa jina la Yesu toka. Kumbe aliyofanya hivyo ni Mungu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo vita ambayo Ana alikuwa nayo ilihitaji yeye mwenyewe Ana aende madhabahuni pa Bwana, anapiga kelele, analia mpaka Eli anachanganyikiwa, anamwambia mama, umelewa? Anasema sijalewa, maana ni mapema sasa, mimi nina huzuni, ninalia kwa ajili ya huyu bwana. Maana anajua tatizo lake alikuwa pepo, alikuwa ni Bwana mwenyewe ambaye alikuwa amesababisha ili utukufu wake upate kuonekana. Umesahau habari ya yule aliozaliwa alikuwa kipofu kiwete, ile Yohana 9:10. Alikuwa nani? Kipofu. Wanapita wanamuuliza, Bwana, nani amefanya dhambi hapa? Kwa hiyo hata ungemtubisha, ungefanya vyovyote singeweze. Yesu anawaambia si yeye wala si wazazi nini, ila alizaliwa hivi ili kazi za Mungu zipate kuzilika. Ndio maana wengine wanakutana miujiza ya papo kwa papo, kumbe uliandaliwa ili kazi ya Mungu, ushuhuda. Ndio maana kuna kipindi cha ushuhuda hapa, ili wengine waweze kuinuka kupitia ule nini? Ushuhuda. Unanielewa ninachozungumza? Nikueleze habari ya mtu mmoja anaitwa Paulo. Paulo kabla hajaenda kwa hiyo misheni, alikaa na watumishi pale. Nabii mmoja akatabiri, akasema ninaona huyu mtu ambaye ana mkanda anakwenda kufungwa. Paulo si akainuka, sema usinitishe, usinitie. Unajua watumishi wa Mungu ndio unaweza kuwa una mafuta, ni kweli, lakini angalia hayo mafuta unayatumiaje. Paulo kaambiwa, nabii kashasema huyu mwenye mkanda huo anakwenda kufungwa. Akasema mimi usinitishe, mimi ninaenda, hata kufa niko tayari. Mimi nimekataa katika jina la Yesu, siwezi kufa kabla ya wakati, vyovyote itakavyokuwa. Nimekataa. Kwa sababu ukienda kufa mapema, hii kanisa unamwachia nani? Mchungaji Timotheo. Upaswi kufa. Ni wakati ambao Mungu ameongea na nabii Samueli, anamwambia nenda kwenye nyumba ya Yese, nimejipatia mfalme huko, kampake mfalme nini? Mafuta, awe mfalme wa Israeli. Angalia Samueli alichosema. Ona mtu anaojielewa, ona mtu mwenye mfano wa Ibrahimu. Alijua hiyo ni vita, na aliambiwa na nani? Aliambiwa na nani? Na Mungu. Samueli akasema hivi, mzee, hivi nikiwa ninaenda, alafu ikatokea Sauli akasikia, mzee, unaweka kichwa changu hatarini. Ni kweli umesema,
Lakini ninaomba uniambie, nikikutana na watu niwaambieje? Jamani, makofi kwa Nabii Samuel. Sio kama unaelewa. Mungu ndo amefanya nini? Amesema. Mungu wa mbinguni amesema. Na huyu Samuel ni nabii mkubwa, lakini anauliza, hii ninayoendea, hii ni vita, hii ni vita. Nisemeje nikiulizwa? Mungu mwenyewe akaicheki. Akamwambia, ukikutana na watu waambie, naenda kumtolea Bwana nini? Naenda kumtolea Bwana nini? Nataka uweze kuelewa. Haleluya. 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 Shike mkono na mwambie, usifanye mambo kichwa kichwa wewe. Utasababisha kushindwa vita. Mwambie, utasababisha kushindwa. Samueli, ungekuwa wewe kwamba si Bwana ameniambia, sasa ngoja nifanye nini? Ngoja niende. Wewe ndugu yangu, wewe ndugu yangu, wewe ndugu yangu, wewe ndugu yangu. Ibrahimu angekuwa mjinga akisema, nimefunga naye ndoa, nimetoa mali, ni mke wangu, hakuna atakayefanya nini chochote, na hii hata serikali inatambua na vibali. Twende mke wangu. Ibrahimu, nani mke wangu? Wewe unaweza ukafa kwa kukosa hekima kwako, kwa kuto kujua unakabiliana na vita ya aina gani. Huko kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu unamjua wewe, unanielewa? Lakini huyo mfalme, Roho Mtakatifu hamjui, na wala huyo Mungu wako hamjui, na hamtaki, na hana haja naye. Ndio maana Samueli unaona haendi kichwa kichwa, anauliza, Mungu ndio unanituma, ndio unanituma, ndio unanituma, nikikutana nao nisemeje? Mungu aliumba mbingu na nchi, ndio alimweka Sauli, ndio mwenye kila, ana majeshi mbinguni, ana majeshi duniani. Anamwambia, bwana mdogo, ngoja nikusaidie. Swali ulilouliza la msingi sana. Ukifika, ukionana nao, wewe ukikuuliza usiseme mambo. Kumbe unajifunza. Si kila ukweli unaojua lazima useme. Mwambie jina yako, mshike mkono, mwambie, si kila ukweli unaojua lazima useme. Unaweza wewe ukashindwa hiyo vita. Ndio maana mtumishi mmoja wa Mungu anakataza usipende kumuuliza mama yako, hivi baba yangu nani? Maana wakati mwingine alibakwa na kichaa. Akwambie. Ndio maana unakuta mama ametusa, mwanangu ungejua, wewe acha tu. Si kila ukweli lazima fanya nini? Kuna baba mmoja, nisikilize. Huyu baba alioa na akazaa na yule mama, lakini sikiliza, akasomesha watoto mpaka chuo kikuu. Lakini kwa bahati mbaya yule baba alikuwa hana uwezo wa kuzalisha. Siku moja mtoto wake wa kiume akakosea yule mzee, akafoka. Mama akaumia, akasema, wewe unafoka kama nani? Akajisahau. Mzee yule ni profesa, akaenda kupima anavyojua yeye, akajikuta kumbe hana uwezo wa kufanya nini? Wa kuzalisha. Yaani akuongea na mtu, walikuta tu asubuhi ameshajining'iniza, amekufa. Maana amesomesha watoto 9, kumbe wote sio wa kwake. Ndio maana si kila ukweli unaojua lazima useme, na kufundisha namna ya kushinda nini. Sio hapa umeambiwa hapa na baba, nyumba hiyo kama ndio unafika, baba ameshasema hii nyumba tunahama, kuna wachawi, itakula kwako. Shangilia Yesu kwa makofi. Itakula kwako. Sio kama unanielewa, itakula. Nyinyi mnafahamu, wanandoa tungekuwa kwenye ndoa hapa tungesema. Unafikiri watu wanaishi kwenye ndoa wanapendana? Kwenye ndoa kuna kupata, kuna kupatwa na kuna kupatana. Sasa utamwambia mume wako, yaani ungejua wewe, mimi naishi tu na wewe kwa neema, ila sikupendi wala nini. Unataka hiyo ndoa? Unaitaka? Lakini unakaa unasema, Bwana uinuliwe, kwa imani tutafika, tutashinda hii vita. Hiyo vita unanyamaza kimya katika jina la Yesu.
Sema tena amen. Unanyamaza kimya katika jina la Yesu. Nimewahi kuona filamu moja nikiwa Kampala. Tulikuwa tumekaa mimi, mwalimu wangu na mke wake. Sasa kuna wadada wakapita pale, ni warembo sana wanaonyeshwa. Yule mama akamwangalia mke, akamuuliza vipi? Umempenda yule? Mwalimu akasema hamna, yani yule waovyo sana. Baadaye akanambia dogo, ukweli yule nimempenda, lakini sasa unasemaje pale? Dean of student akasema kweli nilikuwa nimempenda dada, lakini ndo niseme mbele mama yako hivi si nitakuwa taila? Siko unanielewa? Kwa hiyo kuna vita unaweza ukapigwa kwa kukosa maarifa na hekima ya kujua vita gani unaiendea. Amen. Ngoja nimalizie. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 kuna watu nawapenda. Hawa walijua jinsi gani ya kupigana vita na jinsi gani hiyo vita wataishinda. Biblia inasema hata kulipopambazuka asubuhi na mapema, wale wanawake wakaamua kwenda kaburini. Lakini ukisoma injili zingine zinaelezea mazungumzo ya wale wanawake kwamba ni kweli tunaenda, lakini nani atakayeliviringisha lile jiwe? Unaona, hawaendi tu kwenye vita, wanaenda kwenye vita ili wawe na uwezo wa kujipanga. Wanaenda kupiganaje hiyo vita? Kuna jiwe pale. Hivi maombi yataondoa lile jiwe? Nani atatusaidia? Na pale kulikuwa na vitu viwili vikubwa. Angalia, pale kulikuwa na walinzi wanalinda, na kulikuwa na nini? Na jiwe limewekwa. Wao ishi ya walinzi hawakuiona kuwa ni kitu, kwa sababu walipoenda walienda wakiwa na imani kwamba sisi Bwana atatusaidia. Walikuwa na nini? Na imani. Hiyo ni silaha walikuwa wanajivunia. Lile jiwe nani ataliondoa? Habari ya walinzi ni nini? Hawakuwa na shida. Sasa angalia ile imani waliokuwa nayo, wanaenda kumpaka Yesu mafuta. Wanaenda wakiwa na lengo la kufika kwenye hatima ya kumstiri Bwana wao. Kwenye maisha yako una malengo unayo wewe. Jinsi gani unafikia yale malengo? Jua hiyo vita kuna jiwe. Jambo la pili, kuwa na imani kwamba Mungu atakusaidia kuliondoa hilo nini? Jiwe. Wakafika. Biblia inasema kukatokea tetemeko. Wao wakiwa wanaenda. Yaani Mungu, nimeshakwambia hapa, hata kama kuna vita namna gani, ukijiunganisha na madhabahu ya Mungu iliyo sahihi, Mungu huwa anaandaa mlango wa kushinda hiyo vita hata kabla hujaanza kupigana, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu huwa yuko hivyo kwa sababu ya nia yao, zumuni lao. Tayari Mungu akawa ameandaa mlango wa kutokea kwenye ile vita. Wanafika, wanakuta lile jiwe limeondolewa. Wanakuta na wale walinzi wamekuwa kama wafu. Sasa nisikilize, nikupe silaha nyingine ya kushinda hiyo vita. Vita ni kubwa na ni jiwe ni kikwazo. Yesu akajua kwamba kuna watu wanakuja hapa. Yesu unapokuwa na imani huwa anajua kuna mtu anahitaji nini. Anajua, anataka imani yako tu iliyo thabiti, uamini. Biblia inasema kwa sababu vita ilikuwa ni jiwe, malaika wa Bwana akashuka kutoka mbinguni, akaliviringilisha lile. Akafanya nini? Akafanyeje? Akafanyeje? Hebu simama kidogo. Nikisema umasikini, sema na uviringisha, ninaupiga, afu na ukalia. Haya magonjwa. Alafu umechelewa, mbona hujakaa? Katika jina la Yesu, umasikini na uviringisha na upiga, alafu na umeshachelewa. Simama.
Sema tena, magonjwa na yaviringisha na yapiga alafu na yakalia. Kuna mtu amechelewa, yule hajakaa simama. Sema tena, umasikini na uviringisha na upiga alafu na masengenyo alafu kuchelewa ibada alafu kutokutoa zaka alafu masengenyo alafu katika jina. Aya, Bwana asifiwe. Si unaona jamaa alichofanya? Akajua kabisa shida ilikuwa ni nini? Jiwe. Sasa shida ya wewe, umepatia muujiza kanisani, baada ya kukalia ibada unaacha nini? Aya, mwambie mwenzio atakula kwako. Unajua kabisa ulifunguliwa kwa sababu ya kuhudhuria nini? Alafu umepata muujiza, unakaa wapi? Nini kinatokea? Jiwe linarudi nini? Linakuja lina. Sasa simama tena, ujeelewa. Sema umasikini alafu magonjwa alafu masengenyo alafu matatizo yote alafu katika jina. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Akuishia hapo. Ile vita nyingine ya wale walinzi akawapiga, akuacha hai. Ndio maana ukiambiwa piga, ua, wewe unaona kama vile ni utani. Yesu alijua maadui ni wa jiwe na nani. Sasa lazima ujue kwamba maadui wako. Sasa unaweza ukapiga mmoja ukabakiza mwingine. Mchungaji mmoja aliniambia hivi, ni vizuri kumsamehe mtu lakini usisahau. Umenielewa? Kwa sababu akasema huyo amekuja kwako akaiba, unamsamehe, si unasahau? Ili aje tena kuibia, umesahau kama ni mwizi. Msamehe, lakini kumbuka, dogo umekaa hapo usiibe. Nilikusamehe lakini usiibe. Dogo usiibe. Bwana amekuponya lakini dogo usiache kuja ibada. Naonaga hapa baba anakumbuka watu, wewe nilikwambiaje? Maana yake alikusamehe lakini hakuna kusahau. Maana unasema baba, yani anakumbuka. Huo ndio ujanja, kwa sababu ukisahau anaiba tena. Mwambie mwenzio samehe kweli, lakini usisahau. Kwa sababu ukisahau atakuliza tena. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa najaribu kukufundisha vita ulio nayo unaweza ukaishinda, lakini lazima ujue kama Ibrahimu, na lazima utumie silaha ya imani pia, lakini usiache wale maadui zako kuendelea kuwa. Kwa hiyo lazima ujue tatizo lako lilisababishwa na nini. Kwa hiyo kama hili tatizo lilisababishwa na kulogwa, umepata neema madhabahuni, hilo tatizo limeondoka. Unapoacha kuja kanisani, maana yake umeshindwa kulikalia hilo jiwe. Mwingine ni uvivu tu. Umepewa mtaji, fanyia biashara. Na hii ni wasaidieni. Watu wengi hapa wanashindwa kufanikiwa kwa sababu hawajaelewa vita ya uchumi ipoje. Nisikilize, unapopata hela, ile hela lazima uigawanye kwenye maeneo manne na kusaidia. Sasa ili ushinde hiyo, ninakupa silaha, lazima uigawanye kwenye maeneo. Sasa umeenda wewe umekopa 100,000 mahali umepewa. Ukipewa tu unasema hii hela si yangu, ile hela sio yako. Nitakueleza kwa nini. Kwa hiyo unafika njiani, kuna t-shirt unanunua. Umekutana na Satu, ambaye leo bwana kidogo mchuzi kidogo, haleluya, na nyanya. Ukuja kushangaa hii 5,000 nikalipe kadeni kajilani. Hiyo hela sio yako, ni ya bia. Mwenye hiyo hela ni nani? Anaitwa nani? Anaitwa Mr. nani? Mr. Business. Anaitwa Mr. Mkumbusha ina yako, mwambie unapokopa, mwambie unapokopa usisahau kwamba hiyo hela mwenyewe ni Mr. Biashara. Sasa unaenda kufanya biashara,
unapata shilingi 10,000. Lazima ujue, kwa sababu mimi ni mtu wa imani, hii shilingi 1,000 niipeleke madhabahuni kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Na kufundisha sasa. Sitaki uje tena wewe maskini, unafundishwa kila siku hapa. Utainuka, utatajirika, lakini usifikiri itakuja kama upepo. Kanuni ambazo zinahitajika kwenye hiyo vita lazima uzishike. Mgawanyo wa kwanza nimesema wewe ni mtu wa imani, si ndio? Lazima uchukue kwenye 10,000 1,000 urudishe madhabahuni. Kwa ajili ya nani? Wewe si mtu wa imani, kwa sababu vita vyako unavyopigana Bwana anasimama kwa ajili yako. Amen. 3,000 kwenye 10,000 itoe kwa ajili ya akiba. Kwa ajili ya nini? Ikae pembeni, akiba, emergency, chochote kinaweza kutokea. 3,000 jilipe, ndo mshahara wako, kwa sababu hata ukiajiriwa huwezi kulipwa nje na mshahara mliokubaliana. Huwezi kula 7,000 wakati mshahara wako ni 3,000. Hiyo vita hutafaulu. Kwenye hiyo shilingi 10,000 mshahara wako ni shilingi. Sasa useme hii hela si yangu. Sio yako, nimekuambia Mr. Biashara. Shilingi 3,000 unatoa, unaongeza kwenye mtaji ili mtaji ukue. Si ulikuwa 1,000? Umepata 10,000 siku ya kwanza. 3,000 hii unaiongeza inakuwa 1,000 na 3,000. Kule 3,000 umeziweka akiba. Sasa utaniuliza nitaishije? Maana yake ukiwa mwaminifu una uhakika wa kupata shilingi 3,000 unaiweka akiba. Maana yake kwa mwezi ni 90,000. Kwa hiyo una uwezo wa kwenda mahali ukakopa 50,000 kama mwaminifu, ukaemea pale vitu vya nyumbani na ukala bila nini? Tatizo lolote. Kwa sababu unajua wewe umeajiriwa na Mr. na mwisho wa mwezi anakulipa shilingi 1,000. Huo ni mwezi wa kwanza. Kufikia miezi 6, hiyo 1,000,000 inakuwa zaidi ya milioni 3 4. Kwa hiyo kanuni inayokupa. Lakini shida, ukipewa ile 1,000,000 hapa, kituo cha kwanza anambia mpendwa, leo Coca-Cola, twende tushuke Nyamkumbu kwanza na chipsi. Yaani leo unajua tumepambana sana, acha leo tueme kidogo tupumzike. Sasa wewe utakula chipsi na nini? Mama leo sina kipaja. Hii leo hii imesoma, weka hapo chipsi na kipaja. Na nini? Na mishikaki miwili. Unajua kwa mwaka huu ndo nakula leo hii nyama. Weka. Mara tu kimepita kiblauzi cha mtoto. Hiki kwa mwanangu bei gani? 3,000. Una 1,000,000 bado. Unaona 3,000 kama vile kidogo. Sio kidogo. Hiyo hela sio. Sasa wengi wanapigwa kwenye vita ya uchumi. Na kusema eneo mbalimbali tu. Ni kwa sababu ya kutokuelewa. Usipokuwa na discipline ya hiyo hela, utajikuta kila siku ni masikini. Lazima ndugu zangu, tunapopigana hii vita ya kiroho, tunapaswa kuwa na mahesabu katika kila jambo tunalo liendea. Hebu simama. Funika macho yako na mkono wako kulia juu. Sema, Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kuelewa mambo haya. Sema tena, Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kuelewa mambo haya. Inaona mkono wa kulia juu, tuimbe kifupi hivi. Wewe ni Bwana Mfalme, unatawala ile. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana